Ni vizuri ukajua mambo yote, lakini ukajichagulia mambo bora. Huku hewani huku hewani huku ambako ukipita unaweza ukasema hamna kitu na uone kitu, na kweli uone. Lakini humu kuna picha, humu kuna sauti, si ndio? Yaani humu. Lakini sasa atakayezipata ni mwenye dishi, mwenye TV, mwenye television ndio atazipata. Sasa mwenye television itategemea ana kingamuzi gani. Ukipata cha antena ambacho ni gharama ndogo, unaona mchele mara kikaa vizuri kule ile ya nania ile mnara, mara upepo ukija tukitikiza kidogo mchele unatokea. Kwa hiyo aone. Au mwingine hana hata kingamuzi. Kwa hiyo ukimwambia kuna picha huko hewani hawezi kujua. Lakini humu ziko picha nyingi. Yako mafundisho mengi, humu yamo maandishi, humu yamo zipo picha, zipo sauti za simu hizi tunazoongeaga hizi. Lakini uipati mpaka uwe na hii. Na ukiwa na hii bila uwe na line iliyosajiliwa, nayo upate sauti. Kwa hiyo ukiambiwa kuna sauti humu hewani unasema msilete ujinga, hamna sauti hapo. Kwa hiyo na hapa usipokuwa umejipanga sawa sawa, nikikwambia kuna vitu hapa wala hutaamini. Lakini aliyejipanga sawa sawa hapa ataona jambo. Ataona jambo. Yaani aliyetengeneza roho yake, aliyejipanga ataona zaidi ya kuserebuka hapa. Ambaye hajajipanga, na kimsingi wale ambao wanategemeaga tu akili tu, hapa atakuja kuserebuka tu na kuonana na watu na kuona aseme mwaka huu kulikuwa na watu wengi, kulikuwa na watu wachache na kadhalika na kadhalika. Hiyo ndio itakuwa ndio dunia. Lakini nakwambia hapa kuna kutua mizigo tuliochukua kuanza. Kuna kuvikwa uzima. Apitaye ana majonzi tena. Ana majonzi tena. Na majonzi ulioletewa tutayaondoa. Si ndio? Na machozi yako tutayafuta kwa jina la Yesu. Kama umelia sana, jiandae kufutwa machozi sana. Hata kama aliyekuliza ana nguvu gani, tutakuwa na Yesu hapa akifuta watu machozi. Watu waliokuliza mwaka huu tunakufuta machozi, na tumesema walie wao. Kwa wakati tunasema rudisha vilio, naomba usiwe mzembe, kwa sababu tunataka walie wao. Na nilishasemaga kwamba aliyekoroga pilipili atakunywa yeye, ili aache kukoroga pilipili, akoroge chai ya sukari. Hiyo ndio dawa tu. Ukimwambia mtu hiyo ni pilipili usikoroge, atakoroga tu. Ila akinywa siku nyingine atakoroga sukari, ili akinywa aje sukari. Hiyo ndio dawa ya mtu kuzuia watu wasikoroge pilipili kwa ajili ya watu. Kwa sababu otherwise atakurogea pilipili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe makini rafiki yangu, usiache wala usije kawaida. Ukiacha ukija kawaida mimi nasema tu shauri yako, maana mimi nitasema. Lakini serious nakwambia kuna watu watainuliwa hapa na kuna watu hawatainuliwa kwa sababu ya jinsi walivyokuja. Kabisa. Na Mungu utamuona halisi kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nataka tusome maandiko machache tu kwamba ya Isaya 54. Nataka nikutie moyo kidogo baada ya kuomba, tumeomba siku kama 2. Nataka nikutie moyo alafu nikwambie tunakoenda. Hapa nataka tusome tu Isaya 54 kuanzia mstari wa kwanza tu hapa kidogo. Anasema, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko
kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Hilo neno lina maana gani? Linatufundisha kwamba hakuna mtu ambaye ana sifa zaidi za kusaidiwa na Mungu. Na kwa bahati mbaya sana, wale watu ambao wanaonekana wana sifa kibinadamu na wanajiona wana sifa kibinadamu, kwa Mungu mara nyingi huwa wanakwama kwenye vigezo vyake, kwa sababu wanaenda ni kama Farisayo waliyeenda hekaluni na mtoza ushuru. Farisayo akaenda akasema, mimi si kama yule pale mlangoni. Akajieleza vizuri CV yake. Yule pale akasema, Bwana, sistahili hata kuingia kwenye hekalu lako. Yesu akasema, na waambieni, yule pale mlangoni mtoza ushuru alirudi nyumbani amehesabiwa haki, lakini si Farisayo. Sasa ndio maana hapa anasema imba uliye tasa. Anasema watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko wa yeye aliyeolewa. Yaani maana yake mafanikio ya wenye sifa yanakuwa machache kuliko ya wasio yanakuwa machache kuliko ya wasio na sifa anapokuwa katika Bwana. Yaani Mungu akija kwako, haijalishi una sifa gani au hauna sifa gani. Na hasa mtu asiye na sifa ndio humtegemea Mungu sana. Si unanielewa? Mtu asiye na sifa ndio ukimwambia tulale hapa tukeshe hawezi kukubishia. Lakini mwenye sifa atakubishia, kwa sababu hii kwake ni ziada. Unanipata vizuri? Nani ananielewa? Sasa anasema imba wewe uliye tasa. Maana ya usiye tasa, usiye na sifa. Usiye na sifa, yaani haustahili. Kwa mfano watu wakija, wewe unafikiri kwa mfano, maana hapa sasa tunatoka kwenye vijiji mbalimbali. Hivi unafikiri kwa mfano watu wakija kijijini kwako wanatafuta mtu, hivi unafikiri wewe utachaguliwa wewe? Jiulize. Haya, nginao utachaguliwa wewe? Wakija utachaguliwa? Heri yako bwana. Haya. Lakini mimi nimepita kwenye wakati ambao nilijua kabisa watu wakija kijiji hiki wanatafuta mtu yoyote tu, waje wamwambie hebu simamia hiki kitu. Mimi hawezi kumchagua. Yaani wasingeweza. Yaani wasingeweza. Wako watu hata mimi nikiulizwa tumpate mtu gani, hata mimi ningesema singesema mimi. Ningesema yuko fulani. Hata mimi singesema. Sasa nilijiona sina sifa. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini nikaja nikagundua sifa zinapatikana kwa Yesu tu. Bwana asifiwe sana. Sasa na wewe nataka nikwambie. Wewe hivyo ulivyo, kuna kitu kitatokea kwako, kitazaliwa na maombi haya. Na watakuwa wachache watakaoamini. Sasa pambana uamini ili uwe wewe. Na kwa Yesu hakuna mwenye sifa na asiye na sifa. Sana sana baadaye watakasirika, kwa sababu watasema wewe huyu hapa haiwezekani, labda angekuwa fulani. Wakikataa ndio unazidi kushaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanapokataa ndio unazidi kumchokoza Mungu aendelee kuongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka siku moja wewe ambao unajiona wakija watu siwezi kuambiwa mimi chochote kwa sababu sifai, nataka siku moja wewe uwe ndio unafaa, hadi watu wajiulize, jamani motende ngani. Kuna majina ukiyataja tu yaani unaona ni mtu duni. Ni mtu duni. Sio kitabia. Yaani ni hoe haya. Yaani hamwezi hata mkaongea habari yake. Huyo mtu dawa ni Yesu.
Yaani kusafisha jina ni Yesu. Sikiliza nikwambie, ukitaka kusafisha jina wala usipige kelele, ni Yesu. Ukitaka kusafisha jina, ukitaka kusafisha jina lako na la familia yako, ni Yesu peke yake. Vingine ni nyongeza tu. Nataka usafishe jina. Nataka usafishe jina lako. Yaani chochote unachokifanya, nataka usafishe jina lako. Jina lako likitajwa mahali, watu waseme hili jina tunalifahamu. Nataka utengeneze jina lako. Na inawezekana. Na ndio maana nasema haya, ili akili zianze kukubali. Zikubali. Maana hiyo ndio kitu Mungu anatibu ya kwanza huku kwenye kichwa cha mtu. Ikubali akili yake. Ikishakubali tu, ataanza hatua taratibu. Ghafla jina la Jeni linakuwa kubwa. Amina sana. Haleluya. Ghafla jina la Musa linakuwa, tukimtaja tu Musa, yule anaringaga kwa sababu siku hizi ameshaanza kupata pesa. Ukianza kuona unaringa, ujue tayari mambo yameshaanza, ndege imesharuka. Haleluya. Kabla hujaambiwa unaringa, endelea kupambana. Tunaelewana? Endelea kunini baba? Kupambana mpaka uambiwe unaringa. Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naongea haya kwa sababu najua Yesu anaweza. Mimi ndio maana nafunguka tu. Maana ninajua Yesu anaweza. Kama ukiona namna gani, lakini kwa kweli ninajua Yesu anaweza. Na ushahidi ninao. Haleluya. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Mama, heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Mama, heri kung'ang'ania kwa Yesu.